Katika makosa ya wanandoa hasa wanaume ni kutokusikilizana. Mwanaume unapokuwa kwenye ndoa, huu ni ushauri kwako. Tenga muda wa kumsikiliza mkeo. Anzisha mazungumzo ambayo mkeo ataongea, wewe kazi yako ni kusikiliza. Itajenga upendo kwako. Haina gharama yoyote. Mpigie simu, muulize maswala kisha mwache aongee. Unapompigia mke wako simu alafu ukawa unahutubu muda mrefu, unamkera. Lakini anapenda kuelezee. Mwache atoe hisia zake akuelezee wewe mambo yake. Itakuwa ni furaha kwake na kwako. Lakini kitendo cha wewe kuwa unajifanya hatibu, nyumbani unaongea, kazini unaongea, upendo unapungua kwa mkeo. Mkeo anapenda yeye ndiye akupigie kelele. Siwe kila saa unatoa maelekezo na masharti na makatazo mengi. Mpe nafasi mkeo aongee. Tafuta muda nyumbani kwako, piga story na mkeo. Atapiga story mpaka achoke, akuambia hata vile alivyokuwa amevificha. Lakini ukawa na kawaida wewe ndio unataka wewe mzungumzaji, wewe ndio unataka wewe usikilizwe, mapenzi yanakufa. Mapenzi kwa mwanamke yanajengwa kwa kumsikiliza yeye sana, aongee, ajisikie amesikilizwa, anajisikia anapendwa. Ni marufuku ama ni kitendo kibaya upo na mkeo alafu unachati na simu, unaongea na simu, ofisi umeirudisha nyumbani, unachezea TV, unachezea kompyuta kila kona. Ukiwa nyumbani, nafasi ni ya mkeo. Mpe nafasi yake kwa kumsikiliza, mpe nafasi kwa kucheza naye, mpe nafasi kwa kuoga naye. Kubwa la leo, mpe nafasi aongee, akuambie mambo. Usimkatize anapoongea, mpe nafasi aongee, akate kiu chake cha mazungumzo. Na ajiamini kwamba anapotaka kuzungumza yupo wa kumsikiliza. Utakapofanya kosa la kuacha kumsikiliza, akampata wa kumsikiliza, thamani itaenda kwa anayemsikiliza. Hata kama ni mtoto wake, mapenzi yataenda huko. Lakini jenga maarufu, tenga muda wako wa kumsikiliza mkeo. Mpigie simu, muulize mambo, lakini kumtega azungumze. Anapozungumza mpe nafasi aongee. Hilo litasaidia kujenga afya yako ya kimapenzi kuliko lile swala wewe ndio unataka usikilizwe mambo yako. Mimi napenda hiki, mimi napenda hiki. Muulize yeye anapenda nini, hapendi nini. Msikilize akupe maelezo na uvifanye vile anavyovipenda kwa mapenzi kabisa, kudumisha upendo wako. Vile vile mwanamke, kama mume anaongea, tenga muda wako kumsikiliza, hilo linakuwa bora zaidi. Lakini kwa wanaume ni bora zaidi kutenga muda mwingi kuwasikiliza wake zenu, kwa sababu ana mengi ya kukuambia wewe ambaye umechoka. Kuliwazwa na mke ni mke kukuzungumza wewe, yaani azungumze wewe unasikiliza, sio wewe uzungumze akusikilize. Ushazungumza vya kutosha kazini, sasa mpe nafasi yeye akuzungumzishe, akuliwaze, akuchekeshe. Iwe hivyo. Mke awe kama kitoto kwako, kinakuchekesha, kinakuchezesha na kinakupa furaha. Kwa mdomo wake, usitegemee furaha tu ya viungo vingine. Upe mdomo wake nafasi ya kufanya kazi hiyo, kukufurahisha kwa sauti yake nzuri. Subira tu basi. Tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani. Mimi ni Abu Hajim Hussein. Subscribe katika channel yetu kuweza kupata dondoo za afya. Afya sio dawa peke yake, hata mazungumzo ni sehemu ya dawa. Chukua dawa hii uweze kuitumia, itaweza kutibu ndoa yako na kuwa na furaha. Karibu sana Subira Tiba Asili.